sana. Tafadhali tuketi. Baba wetu Askofu Reverend Dr. Njuguna, mama wetu, viongozi wote mlio hapa, ndugu wa Kristo, watu wa Lang'ata Deliverance Church, mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivyo nione. Bwana Yesu asifiwe. Bas, mimi pia nafurahi sana kuwa kati yenu siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa kunipatia hii nafasi na sote tuweze kukutana leo hapa kanisani. Ni mara yangu ya kwanza kufika Lang'ata Deliverance Church ama Deliverance Church Lang'ata. Wakati nilipata hii nafasi na nikakumbuka ya kwamba kuna wakati mlinialika, sikuweza kufika wakati huo, lakini nikasema kwa sababu kulikuwa na ahadi inalipwa na njia moja tu, si ndio? Si dawa ya ahadi ama dawa ya deni si nikulipa. Nikasema nitakuja kulipa hiyo ahadi yangu niliyowapatia. Na nimefurahi sana kufika katika kanisa lenu hili. Pongezi kwa vile mumeirembesha vizuri, na yale mambo mengine nimeongea na askofu madogo ya kutatua, tutayatatua ndio muweze kukaa mahali pazuri. Asante sana askofu kwa kutunenea neno la Mungu. Ama mimi ningeanzisha kusema kwa watu wote washirika wa Deliverance Church Lang'ata, long live the members. So mimi nafurahi sana kwamba sisi ni taifa ambalo tunamcha Mungu. Na hata ingawaje askofu amesema ya kwamba ukikutana na mfalme kuna vile unamsalimia, lakini vile ule Daniel aliitwa mtumishi wa Mungu, mimi pia ni mtumishi wa Wakenya. Kenya hatuna mfalme, tuko na mtumishi, na tunataka tushirikiane sisi zote, kila mtu ambaye ako na nafasi ya kutumikia Wakenya katika viwango vyote, kutoka rais mpaka MCA. Sisi wote ni watumishi wa wananchi wa Kenya, na tunazidi na kuwauliza mtuombee ndio tuweze kutambua mapenzi ya Mungu, na vile vile tupate mawazo na hekima ya kutekeleza mambo ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya na kufanya taifa letu kuwa ni mahali bora kuliko vile ilivyo sasa. It is our commitment as leaders to work together from across the political divide, from across the country, all religions involved, so that we can have a country that we can all be proud of. Nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo. Nairobi ni mji wetu, capital city ya Kenya, na vile tunashughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, tunaanza na katika jiji letu. Sote tuliopata nafasi ya uongozi tujue ya kwamba focus yetu iwe ni vile tunaweza kutumikia wale wametuajiri na wale wametupatia nafasi ya uongozi. Katika taifa letu la Kenya leo, changamoto kubwa ni ile askofu wetu alisema, mambo ya kuzalisha chakula. Wakati nakumbuka kweli Bishop tuliomba pale Nyayo Stadium, na watu wengi wakasema angalia hawa. Lakini Mungu ni nani? Alitupatia mvua.
na tukawa na mpango ya kusambaza mbolea ambayo ilikuwa imepandishwa bei juu, tukateremsha bei kama serikali. Wakulima wakawa ni watu wa bidii. Leo tuko na chakula ajabu mashambani kwetu na tunamshukuru Mungu. Tumepanga tena sasa mwaka ujao, ile mbolea tulitumia karibu magunia milioni 4, tunapanga magunia milioni 7 ya mwaka ujao, kwa sababu tunataka kuzalisha chakula zaidi. Hii tatizo ya njaa tunataka tuiondoe kabisa katika taifa letu la Kenya, kwa sababu miaka 60 baada ya kuwa taifa huru haifai kuwa bado tuko na matatizo ya njaa. We are supposed to have sorted out the challenge of food in our country. So tumeweka bidii. Nataka niwahakikishie ya kwamba tutahakikisha ya kwamba tunawasaidia wakulima wetu, supporting our farmers so that we can grow adequate food. Jambo la pili ni vile kushughulika na mambo ya umaskini, kuona vile tunaweza kupunguza mambo ya umaskini katika taifa letu la Kenya. Na tumekubaliana sote kwamba human capital ambayo tuko nayo katika taifa letu, Wakenya ni watu wa bidii, Wakenya ni watu waadilifu. Tunajulikana dunia kote. Hakuna nchi duniani ambayo sifa ya Wakenya kama watenda kazi, kama wafanyikazi haijulikani. Marekani, Ulaya, Ujerumani, sehemu zote tuko na sifa nzuri. Na ndio sababu tumesema, kwa sababu Wakenya ni watu waadilifu, wa bidii na wanajulikana kwa utendakazi wao, ni lazima tuweke elimu msingi kamili, kwa sababu elimu ndio itatusaidia human capital ya Kenya iwe mahali ambapo tunaweza kuitumia kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha uchumi wetu. Na ndio sababu mwaka huu tumeajiri walimu 56,000 kusomesha watoto wetu. First time. Kwa sababu tunataka kuhakikisha mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma. That is how we are going to make sure that we have an equal society. Ndio sababu vile tumeweka pesa nyingi kwa masomo ya TVET, masomo ya university. Tumebadilisha mfumo, badala ya kutuma pesa kwa university waende waamue watafanyia nini. Tumebadilisha sasa, kila mwanafunzi tunampatia scholarship ndio tujue ameenda kusoma. Na tumesema katika hali hiyo ya scholarship, katika TVET na katika university, wale watoto wa kutoka jamii ambayo mapato yao iko chini, tumesema hawa watoto watapatiwa scholarship 100%. Watasoma bila kulipa pesa yoyote katika TVET ama university. Ndio tuhakikishe ya kwamba tunaweka usawa katika taifa letu, because we must be concerned about the vulnerable. Tulikubaliana bottom up, wale ambao wako chini tuwainue. Mwaka huu peke yake tutapatia scholarship 100% katika university watoto 45,000. 45,000 will get 100% scholarship. Wengine hapo katikati watapata 80% scholarship. Watoto wangu na ya Sakaja watapata 70% scholarship. Hiyo 30% sisi tutalipa, kwa sababu at least tuko na mshahara, si ndio? Lakini yule hana mshahara tutampatia 100% scholarship. That's what we want. We want to support every family in Kenya. Na ndio sababu vile katika budget yetu ya mwaka huu tumeongeza pesa ya kuhakikisha kwamba kuna chakula shuleni. Katika mashule zetu kuna sehemu kame, sehemu zingine zenye umaskini mkubwa, sehemu za vitongoji hapa Nairobi.
Watoto wengi hawaendi shuleni kwa sababu wako na njaa. Na ndio tumesema this year tutaongeza watoto wale watapata chakula shuleni kutoka watoto 1.5 milioni kuhakikisha kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. And we must do it in an na ndio tukasema lazima tukue na mpango kamili ya kupanga ajira ya hawa vijana. Watu wengi walikuwa wananiuliza, huyu president ambaye anasema anataka mpango ya housing, nani alimwambia hatuna manyumba? Hiyo mpango ya housing sababu yake ni mbili. Ya kwanza sio manyumba zaidi, ni ajira zaidi. Nilikuwa hapa Mkuru juzi on Monday na fikiri Tuesday. Hapo tunajenga nyumba 15,000 na mpango yetu ni kuwa na vijana 4,000 hapo Mkuru peke yake wanaofanya kazi. Hapa Lang'ata hapa tuko na another construction project. Delay kidogo, inaendelea, lakini tunataka sasa kuiongezea kasi. Nia yetu ni kuhakikisha tunajenga nyumba 200,000 Kenya mzima. Hapa Nairobi peke yake mpango yetu ni kwamba in the next 5 years tuwe tumejenga at least nyumba 200,000. Tuhakikisha kwamba vijana wale wako Nairobi hapa wanapata ajira. Na vile vile tunaondoa watu kwa slum. Hii Kibera slum iko hapa na zile slum ziko Nairobi. Kwanza hii ya Kibera in 10 years hakutakuwa na slum hapa. There will be no slum. Hii tutakuwa tumeibadilisha imekuwa estate. Na Mungu atatujalia itafanyika. Mnanielewa? Na ndio mliona tulisukuma kabisa mambo ya housing fund. Watu wamenipigia kelele kidogo, lakini watakuja kugundua ya kwamba hii ni kitu mzuri. Itatusaidia hawa vijana wapate ajira, Wakenya tupate manyumba, tuishi katika mahali kuna heshima, mahali kuna maji, kuna stima, kuna barabara, na tusaidie kwa sababu kwa sasa tuko na Wakenya karibu 6 wanaishi katika slums katika taifa letu la Kenya, and we must be concerned about them. Vile vile hapa Lang'ata, Nairobi na Kenya, agenda yetu ya pili ya kuzalisha ajira, tumesema tunaweka ICT hub katika kila ward. Every ward in Kenya tutakuwa na ICT hub. Mahali tutaweka kompyuta, tutaweka vifaa zingine, vijana 300, 400, 500 tuwapangie ajira ya mtandao, digital jobs. We have negotiated with many companies. Mimi nilikuwa Marekani juzi. Nimetembelea kampuni ya Google. Nimetembelea kampuni ya Intel. Nimetembelea kampuni kampuni ya Apple. Hizo kampuni zote wanatafuta wafanyikazi katika mtandao. Wanasema tupatie wafanyikazi 1,100, 1,200, 1,300, na hawa wafanyikazi ni hawa vijana wa Kenya. So ndio mkisikia katika manifesto yetu tumesema digital superhighway, ICT hubs, hotspots,
ni kwa sababu tunataka kutumia mtandao kuzalisha ajira ya digital jobs. Vijana wetu wapate ajira, wajisimamie, ndio tuweze kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya. So, na jambo la tatu, tunakamilisha bilateral labor agreements na nchi karibu 12 mahali wanataka Wakenya wafanye kazi, na tumebadilisha sasa. Wakenya hawataenda kufanya sasa ati kazi ya domestic work ile ya tumekuwa tukisumbuana nayo. Sasa we have signed bilateral agreements ambayo ni ya semi-skilled, skilled jobs and professional jobs. Kwa sababu tayari tuko na Wakenya wengi wanafanya kazi outside our country. Rais wa Ujerumani alikuwa hapa, ametueleza anahitaji wafanyikazi 200,000. Alisema mwenyewe akiwa hapa. Watu wa UAE wanasema wanahitaji wafanyikazi. Saudi Arabia, mimi naenda next month kwa sababu tumeshakubaliana, naenda kuweka sahihi, wanahitaji wafanyikazi 1500. Na ndio sababu hawa vijana wote ambao tuko nao, that is our plan. Ni vizuri tuwe na miradi ya maendeleo, lakini ni vizuri vile vile tuwe na mipango ambayo itainua uchumi wa wananchi. That is our commitment. So nataka niwashukuru sana watu wa Lang'ata na niwaulize viongozi wote, hata wakati tunajifikiria kama viongozi, tujue ya kwamba kuna Wakenya mamilioni ambao wanatutegemea na wanategemea mipango yetu ndio tuweze kuwainua, tuweze kutembea safari moja. Juzi hapa Uhuru Park, mnajua tulianzisha kuwazindua rasmi mambo ya community health promoters. Sasa tumewapatia vifaa community health promoters wa Nairobi 7,460. Kenya mzima community health promoters 100,000, 100,000. Na sasa watashughulika, kila kijiji tutakuwa na muuguzi mwenye anaweza kupima pressure, anaweza kupima mambo ya sukari, anaweza kukusaidia intervention kidogo kidogo. Wakati tunapanga ile universal health coverage ambaye tumetafuta kwa miaka, this is the year we are going to get proper universal health coverage. Na ndio mpango yetu. Hatutaki familia ziendelee na matatizo ya magonjwa. Watu wengi wanaingia umaskini kwa sababu ya kuuza mali yao wakishughulika na wagonjwa hospitalini. Na ndio sababu we want to expand that coverage so that we can reduce mambo ya incidences ya ugonjwa kwa kubadilisha mfumo wetu kutoka kutibu magonjwa, badala yake tuzuie watu wasiwe wagonjwa by making sure pale chini we work on a much more preventive mechanism, promotive mechanism than a curative one. And that is why we are having a paradigm shift katika mambo yetu ya matibabu. Na mwisho kabisa, tushakubaliana na county government yenu. Mama Mboga alikuwa mtu wa katikati sana katika siasa yetu, na niliwaahidi ya kwamba Nairobi tutajenga soko 20 mpya ya Nairobi. Tayari tumetangaza soko 10 ya awamu ya kwanza, na inaanza kujengwa in the next month or 2. Alafu tutatangaza hizo zingine tukishirikiana na county government. Tuhakikisha kwamba kila mtu anafanya biashara mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, ndio tuweze kuinua kila mtu katika hali yetu ya kusonga mbele kama taifa. Haya mambo yote na mengine mengi tutazidi na kupambana nayo na kuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya
na waomba viongozi katika taifa letu la Kenya tushirikiane. Siasa tulimaliza wakati wa uchaguzi, sasa ni nafasi yetu kuungana. Na nataka niwashukuru hasa wabunge wa taifa letu la Kenya, wametusaidia kupitisha sheria. Wale wa county assembly wanasaidiana na county governments ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. So nawashukuru sana watu wa Lang'ata. Nimefurahi sana kuwa hapa. Mimi pia ni mwenyeji wa Lang'ata. Naishi hapa Karen, nimeishi Karen sasa miaka 20 sijui na ngapi. So watoto wangu wote wanapiga kura hapa Lang'ata. Mimi peke yangu ndio napigianga huko kijiji na mama Recho, lakini hawa watoto walikataa. Walisema wao ni watu walizaliwa hapa Lang'ata, watangangana na watu wa Lang'ata. So sisi we are half the family is Lang'ata, half the other family iko huko Ocha, lakini we are one team. So nataka niwashukuru sana kwa kutupokea hapa kanisani. Bishop, thank you very much for welcoming us and for speaking to us the word of God. We are truly blessed and we are truly grateful to be part of this great Lang'ata family. Nitarudi hapa tena kwa mapenzi ya Mungu mkinialika, na muzidi na kutuombea ndio tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu. Asanteni sana and God bless you. Thank you.